Karibu sana Yoze TV, na hii ni video namba 5 ya mwendelezo ya mafunzo ya Adobe Photoshop Sales. Na katika video hii tunaenda kujifunza njia 3 tofauti za kuingiza picha kwenye Adobe Photoshop kama Pro. Na kisha tutaelewa vizuri kwa undani maana ya rasterizing, ambayo ni kitu cha muhimu zaidi kabla hujaanza kufanya editing yoyote kama kutoa background, kata sehemu au kuapply effect. So kama mimi vizuri, tuanze. Tukianza na njia hizo 3 za kuweka picha kwenye Adobe Photoshop yako ama kwenye canvas yako, sehemu ya kufanyia kazi. Njia ya kwanza ni press embedded, lakini njia ya pili ni press linked, na njia ya 3 ni drag and drop au copy and paste. Sasa kupata hizi, utakachokifanya kwenye kompyuta yako ama kwenye program yako, utakuja hapa palipoandikwa file kwa juu, utabonyeza, utashuka chini, hapa pameandikwa press embedded, chini yake press linked. Kwa tutakwenda kuziangalia moja baada ya nyingine pamoja na ile ya 3 ya drag and drop. So tukianza na hii press embedded, hii ndio njia salama zaidi ya kuongeza picha kwenye sehemu yako ya kazi, kwa kuwa yenyewe ina attach ama ina embed moja kwa moja picha yako kwenye faili la PSD ama faili ambalo lina format endelevu kwa ajili ya kufungua baadaye ama kuendelea kudesign. Kwa hiyo kama unaanza mafunzo ya graphics, ni nzuri zaidi ukajua njia hii ya press embedded, kwa kuwa yenyewe ikiweka picha ama kitu chochote utakachokiweka kwa kupitia press embedded kinakuwa kwenye smart object, ambapo kinakuwa na quality nzuri, hata ukizoom hakipotezi ubora wake. Sasa tuweke picha kwa kutumia press embedded. Kishafika hapo, utapa click tu kama kawaida, alafu zitafunguka faili zako ama faili ambazo ziko kwenye kompyuta yako. Kwa utachagua ni sehemu gani wewe umeweka picha zako. Mimi nitachagua labda ni mahali hapa, click hii hapa. Unaweza ukadouble click kaja moja kwa moja, ama ukaiclick pale ukaselect. Baada ya kuiweka huku, unapiga tick ambayo inaonekana hapa juu. Kwa hiyo picha yangu hapa inaonekana kwa quality kabisa. Kwa hiyo hapo naweza nikaendelea sasa na editing nyingine. Baada ya kuiweka, tutaonyeshana pia namna ya kurasterize. Nitaifuta. Njia nyingine ya pili ni njia ya press linked. Njia hii inaweka picha moja kwa moja kutoka kwenye chanzo kilichopo kwenye kompyuta yako ama sehemu unayofanyia kazi. Maana kinatengeneza link kati ya Adobe Photoshop na location ambapo picha yako umeitolea. Kwa hiyo njia hii sio salama zaidi, kwa sababu endapo ni kifuta source ya ile picha ndani ya kompyuta yangu, kama labda ilikuwa kwenye desktop ama ilikuwa sehemu yoyote ile, downloads whatever, nikifuta ile picha ama nikifuta ile source ya picha ambayo nimeiweka hapa kwenye workspace hapa, then nikija kuifungua PSD yake itanionyesha kabisa kwamba hiyo path ya hiyo picha ipo kabisa. Twende tuone. Nikija mahali hapa, uta click press linked, pia nita select picha yangu, labda ni select hii hapa. Utakuja hii hapa, nitapiga tick. Hii ni njia ya press linked. Sasa endapo sasa nimesave hii kazi, alafu nikaja kufungua kwa njia endelevu, nikafuta ile picha kule, kwa hiyo itanionyesha kwamba sasa tu save file hili. Japo tutakuja kufundishana namna ya kusave hizi format, tutafundishana kwa video zinazokuja, tutafundishana namna ya kusave sahihi. Nitaisave sehemu nitakayo save ni download document, afu format nitaacha PSD. Nitasave hapa, then nitapiga na hapo okay. Baada ya hapo naweza tu nika cancel. Naona nimesha cancel ile kazi ya computer kwa tume open. Sasa nitakachokufanya sasa nitakuja huku sehemu ambapo nimesave kazi yangu. Hii hapa nitaifungua. Hii hapa kabla sijaifungua nafuta source ya ile picha ambayo nilikuwa nimeweka hii hapa. Nita delete.
na baada ya kufuta nitaifungua PSD yangu, nitaifungua. Ona hii hapa. Kwa hiyo moja kwa moja imeshaniletea kwamba kwenye hiyo path ya hapo msosi.jpg haipo, umeona. Kwa hiyo hapo sasa itanibidi nifanye ile link, nitafute picha nyingine ya kuattach kama ile haipo. Kwa hiyo njia ya kulink ukifuta source ya picha inakuletea shida huko kwenye Photoshop, lakini ukitumia Press Embedded ile picha inajiembed moja kwa moja kwenye PSD yako hata ukifuta source ya ile picha ama kitu ambacho umekiattach. Okay. Sasa njia ya tatu ni njia ya drag and drop. Sasa njia ya drag and drop, unaifuata picha sehemu yoyote ilipo ndani ya kompyuta yako, alafu unaidrop kwenye working space yako ambayo unafanyia kazi. Kwa hiyo unaweza ukahide kabisa hapo ukatoka, ama ukatumia huko chini. Kwa hiyo ni wewe tu. Okay. Naweza nikahide tu hapa, nikatoka nikaenda kutafuta picha location ambapo ipo. Sasa mimi ya kwangu nitachukua tu hapa kwenye desktop, alafu nitaihold, nitamove, nitakuja kutafuta working space yangu, alafu nitaiachia hapa, nitaidrop au nitaipaste hapa. Baada ya hapo utapiga okay. Kwa hiyo pia njia hii pia ni salama, haitofautiani sana na Press Embedded, maana picha inajiattach pia moja kwa moja hata ukifuta source ya picha ama chanzo cha picha location kwenye kompyuta yako, kwa inakuwa bado ni safe. Kwa njia mbili hizi ni safe zaidi kwa wewe unayeanza kujifunza graphics design. Sasa jambo la pili ambalo nilikuwa natamani tungejifunza kwenye hii video ni swala la rasterizing. Rasterizing utakuja kwenye kitu ambacho unataka kukifanyia effect, kama ni picha ama kama ni kitu chochote ambacho umeshakiweka. Utakuja upande wa pili, mkono wa kulia chini hapa, utaselect layer au kitu ambacho unataka ukifanyia rasterizing ama ukiedit. Right click. Ukisha right click, kuna vitu viwili hapo vinaonekana, nitakwenda kuvielezea. Hapa juu ukiangalia vizuri kuna rasterize layer, alafu kuna rasterize layer style. Sasa rasterize inatusaidia kuweka vitu kwenye pixels layer kutoka kwenye smart object. Vitu vingi tunavyoweka hapa vinakuwa kwenye smart object. Sasa ili tuweze kuviedit lazima tuvifanyie rasterizing. Sasa bila rasterizing brush haiwezi kufanya kazi, eraser haitafanya kazi pia. Huwezi kutoboa au kudelete sehemu fulani ya picha unapokuwa una edit, huwezi kuremove background, huwezi kuapply blur na filters tofauti. Pia thumb selection tools zinaweza pia zisifanye kazi kama inavyotakiwa. Sasa utofauti uliopo kati ya rasterizing layer na rasterize layer style ni kwamba hii rasterize layer yenyewe inafanya rasterize layer nzima. Manake kama tumeweka hii picha sehemu zote hapa, naweza nikafanya editing, naweza delete, naweza cut, naweza nikafuta, yani effect yoyote ita apply kwenye layer yote nzima. Ninapozungumzia pia rasterize layer style, yenyewe haifanyi rasterize layer nzima yote, bali inafanya rasterize effects ambazo nitakuwa nimeapply kwenye hii layer yangu. Mfano inaweza ikawa kama stroke, drop shadow, outer glow na kadhalika. Kwa hiyo hii rasterize layer style yenyewe inatumika kwenye zile effects ambazo zitahusika kwenye layer. Mfano kama hii picha hii hapa tumesha select, nikisema niipe effect yoyote labda tuseme stroke, tutakwenda kujifunza pia hizo effect zote za kwenye effects. Nikisema niipe stroke labda taya 2, nikipiga okay hapa sawa. Nikija right click, rasterize layer ipo na rasterize layer style tayari inaonekana. Kwa hiyo rasterize layer style yenyewe inatumika pale utakapokuwa umeapply effect tofauti kwenye layer yako, na rasterize layer style inatumika tu kwenye hizo effect, lakini sio kwenye layer yote nzima. Sasa twende tuone
moja baada ya nyingine. Haya, mfano sasa hapa tuna picha yetu, labda yamkini mimi nataka nifute huku pembeni, nitumie brush na vitu tofauti tofauti. Sasa nikisema nini mfano hiyo, kwa tools tutakwenda kuziangalia, labda nitumie eraser tool, nikiselect hapa, nikisema nije huku, tayari umeona siwezi kufanya chochote. Sawa. Sasa ili niweze kufuta ama kuedit, nitanihitaji niwe nimefanyaje, nime-rasterize. Umeona, baada ya click pale okay, nimesha-rasterize. Kwa baada ya hapo sasa nitakuwa na uwezo wa kufuta, kufanyaje, umeona, nitakuwa na uwezo wa kufuta na editing nyingine tofauti tofauti. Tarudisha Ctrl Z, undo. Haya. Lakini pia kwenye upande wa rasterizing layer style na penyewe itakuwa hivyo hivyo. Kisha rasterize huko tayari, ukiweka stroke, ukiweka blur, ukiweka deni, itakubali kwenye picha yako. Tuangalie mfano mwepesi kwenye rasterizing layer style. Sasa hii picha nitaihide, tutumia hata shape, tutumia rectangle ambayo ni hapa ya chini. Kwa hiyo nita right click, nita-rasterize. Baada ya ku-rasterize hapo sasa naweza kuifanyia effect yoyote, mfano kama kufuta ambayo tulikuwa tunatumia mwanzo, nitakuwa na uwezo wa kufuta hivyo, then undo. Lakini sasa tukishaipa stroke au effect yoyote, mimi natumia stroke kwa ajili ya demo, labda 16. Nikisema nifute, umeona inapokuwa haifute direct. Lakini nikisema ni loose rasterize layer style, utaona itafutika moja kwa moja, umeona. Kwa hiyo hapo nakuwa umefanya rasterizing kwenye layer style. Undo. Hivyo usiache kunifuatilia katika video inayofuatia, video namba 6. Video hii tumetoka kujifunza namna ya kuweka picha, pia namna ya kurasterize kitu chochote kabla hujaanza kuedit. Kwa video inayokuja tutaanza kuangalia kwenye tools moja kwa moja, kwa kuwa tutakuwa na uwezo wa kuweka picha kwenye workspace yetu, pia pamoja na kurasterize. Kwa hiyo tutafuatia kwanza kutumia tools kuzifanyia effect tofauti tofauti ambazo zinatokana na hizo tools tutazoendelea kujifunza. Kama hujasubscribe, usisahau kusubscribe channel hii, kucomment, kulike pamoja na kushare.